Mpaka mashabiki ile amoni yake ilikuwa imeingia ndani. Si umeelewa? Kwa hiyo alichokifanya Fadlu Davis akaijenga Simba kuanzia msingi wa chini kabisa. Sasa hivi Simba kila mmoja anaweza kuzungumza Simba sio kama ile tia maji. Sasa anasema Simba imekuwa bora. Ubora wa Simba haujaanzia tu kwa wachezaji wa ndani mpaka mashabiki. Shabiki hata Simba leo kifungwa bado ataisupport Simba. Yale matarajio makubwa tofauti na uwezo uliokuwa nao Fadlu aliwezesha kuondoa na kuweka kwenye level ya kawaida. Kwa psychological alifanikiwa kuitengeneza Simba mpaka hapo ilipofika. Man of the event ni Fadlu Davis. Man of the event. Yeah. Unajua hata kwenye mpira wa miguu kuna mtu anaitwa man of the match. Yeah. Sawa. Yeah. Lakini man of the event ni yule ambaye yani tukio zima limeleta maana baada ya yeye kuwepo. Inawezekana kwamba usicheze dakika 90. Dakika 3 tu event zima ukaibadilisha. Yani man of the event. Yeah. Yani man of the Simba sasa hivi ukizungumzia mafanikio ya Simba mpaka ilipofika ni kocha Fadlu Davis. Akuwapa mzigo uongozi wenyewe ulikubali kutokana na jinsi alivyosema, hakumpa mzigo mkubwa. Ukaenda kwa wachezaji, aliwatengeneza psychological na vitu kama hivyo. Angalia mtu kama Joshua Mtale. Alikuwa anakosea lakini yeye anazidi kumpa psychological. Kuna baadhi ya watu amewapandisha. Imefika hatua kila mchezaji kila nini wanaongea lugha hii moja mpaka shabiki wa mwisho kabisa. Mchezaji akikosea atanungunika pembeni lakini kwenda kumpokea tumtaki mchezaji fulani saizi haipo. Unajua kwa nini? Hiyo ni Fadlu Davis wala sio uongozi. Mpaka thamani ya Mangungu sasa hivi imekuwa ni kubwa kwa sababu ya kocha. Sasa umezungumzia kwamba Fadlu Davis msimu ujao hata kuwepo ndani ya Simba. Itakuwa ngumu sana Simba kumbakiza. Kwanza inaanzia pale nyumbani kwao Afrika Kusini. Achana na tetesi ambazo zilipita. Unajua kabla tetesi ambayo naizungumza sasa hivi mimi kipindi cha nyuma ishazungumzwa baadhi ya timu zilikuwa na mhitaji Fadlu Davis akafundishwe. Sela Belouizdad ilizungumzwa, umeelewa? Timu gani nyingine zitajika za Uarabuni. Lakini sasa hivi ni kubwa hasa kwa timu ya Kaizer Chiefs. Sasa hivi Kaizer Chiefs ambayo iko nchini Afrika Kusini ni timu ambayo sasa hivi imeporomoka kwa kiwango kikubwa. Ukizungumzia timu kubwa Afrika Kusini unazungumzia Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Ni kama wapinzani kati ya Simba na Yanga. Lakini moja, hebu fikiria kama Tanzania Simba au Yanga poromoke afu moja bakie, either Azam ndo kama Mamelodi Sundowns awe na thamani. Sasa watu wa Kaizer Chiefs inawauma sana kuna Orlando Pirates yuko katika level hii ya juu. Alafu Kaizer Chiefs yuko kule. Nadhani sasa hivi yuko kwenye msimamo ni ya 8 au 9. Umeelewa? Katika michezo miwili mitatu hii siangalia kwa nafasi ngapi. Sasa Kaizer Chiefs kwa nafasi hiyo Afrika Kusini walikuwa naumiza kichwa tunarudishaje? Sasa wakapata 40. Mpaka sasa hivi vikao vinazungumza ndani ya Kaizer Chiefs ni kuhusiana na Fadlu Davis. Anazungumzwa Fadlu. Kitu ambacho kimempa nafasi kubwa sana Fadlu Davis ndani ya Kaizer Chiefs ni kuhusiana na kuitengeneza Simba. Unajua Simba ni timu kubwa ambayo inafuatiliwa. Kwa hata pale uongozi